Madawa ya kulevya, wizi, uporaji na ukahaba vilikuwa vitu vya kawaida kabisa kwa Sam kule Papua New Guinea. Katika umri wa miaka 15, Sam alijiunga na kikundi cha wahalifu. Akaanza kupora, kuiba na kuuza alichoiba. Wakati huo alikuwa akinywa pombe na kutumia madawa ya kulevya. Hakuonekana kabisa kuvutiwa na kuhudhuria kanisani, ingawa familia yake walimshawishi. Mei 1995 alipigwa risasi katika uhalifu wake. Alipoteza mguu wake wa kulia, ila bado alikutana na vijana wenzake akinywa pombe na kuvuta sigara kwa juma zima. Usiku mmoja akisikiliza nyimbo, alisikia wimbo wa Karnia Underwood, Yesu kamata usukani. Maneno yake yakamgusa, hata machozi yakamlengalenga. Akaanza kusikia sauti moyoni mwake ikimtaka afanye matengenezo. Hatimaye Sam akaamua kwenda kanisani, na Aprili 19, 2024 akajitoa kubatizwa na kuwa mshiriki wa kanisa la Waadventista wa Sabato Popondeta. Mwaka huo huo akajitoa kuwa mmishinari, na 2025 akaanza masomo katika shule ya kichungaji ya Kiadventista Omaura ili kujiandaa na huduma zaidi. Sam anamshukuru Mungu kwa kuwa hai na kuishi kwa uhuru, kwani wengi wa marafiki zake wamefariki katika uhalifu na wengine wanatumikia vifungo gerezani. Historia yake inawavutia wengi, hasa wanagenge alilokuwemo. Hata sasa watu 95 na wengine ni miongoni mwao wametoa maisha yao kwa Yesu. Sam anahitimisha akisema, naomba kisa hiki kimbariki na kumtia moyo ndugu kama mimi. Haidhuru wewe ni mwovu kiasi gani, bado Mungu anakupenda na kukujali.